Je, ni salama kuweka mafuta ya taa kwenye chakula cha wanafunzi wa bweni ili kupunguza miemko ya kingono? Na kukumbusha mbali, shuleni huko sio? Katika jamii nyingi, hasa katika shule za bweni, boarding schools, kuna uvumi uliodumu kwa miaka mingi kwamba baadhi ya shule huweka mafuta ya taa, kerosene, kwenye chakula cha wanafunzi ili kupunguza miemko ya kingono. Wanafunzi wengi waliopita kwenye shule za bweni wameshawahi kusikia kauli kama hizi. Chakula cha shule kina kitu kinapunguza miemko. Ndiyo maana ukiwa shule hamu ya mapenzi inapungua. Wanaweka mafuta ya taa kidogo kwenye chakula. Lakini je, jambo hili lina ukweli wowote wa kisayansi? Je, kama mtu angeweka mafuta ya taa kwenye chakula, mwili wa binadamu ungeathirika vipi? Makala hii inaelezea kwa kina swala hili kwa lugha rahisi ili kila mtu aweze kuelewa. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi hapa, usisite kusubscribe, bofya alama ya kengele ili uwe wa kwanza kila tunapoweka video mpya. Mafuta ya taa ni nini? Mafuta ya taa ni aina ya mafuta yanayotokana na kusafishwa kwa petroleum, mafuta ya ghafi, kitaalamu yanayojulikana kama kundi la kemikali za hydrocarbons. Kwa kawaida mafuta ya taa hutumika kwa kuwasha taa za mafuta, majiko ya mafuta, nishati ya baadhi ya mashine. Ni muhimu kuelewa kwamba mafuta ya taa hayakutengenezwa kwa ajili ya kuliwa. Hivyo kuyachanganya na chakula kunaweza kuwa hatari kwa afya. Je, mafuta ya taa yanaweza kupunguza miemko ya kingono? Kitaalamu hakuna ushahidi wa kisayansi unaoonyesha kwamba mafuta ya taa yana uwezo wa kupunguza hamu ya ngono. Miemko ya kingono kwa binadamu hudhibitiwa na homoni, ubongo, saikolojia, mazingira ya maisha. Kemikali kama mafuta ya taa hazijathibitishwa kubadilisha mfumo huu kwa njia salama. Maisha ya mwanafunzi wa bweni. Fikiria mwanafunzi aitwaye Juma aliyekuwa akisoma shule ya bweni. Alipokuwa nyumbani wakati wa likizo, Juma alikuwa na muda mwingi wa kupumzika, kuangalia televisheni, kutumia simu na kukaa na marafiki. Mara nyingi mawazo ya kimapenzi yalikuwa yanamjia mara kwa mara, lakini aliporudi shule aliamka saa 11 alfajiri. Alifanya mazoezi ya viungo, alihudhuria vipindi vya masomo, alishiriki michezo ya jioni, alisoma usiku. Mwisho wa siku alikuwa amechoka sana. Kutokana na uchovu huo, miemko ya kingono ilipungua. Juma alidhani chakula cha shule kina dawa fulani, lakini ukweli ni kwamba ratiba ya maisha ndio iliyopunguza miemko hiyo. Mfano wa pili, athari za kumeza mafuta ya taa kwa bahati mbaya. Katika baadhi ya nyumba vijijini, watoto wadogo wakati mwingine huchanganya mafuta ya taa na maji au soda na kuyanywa kwa bahati mbaya. Wataalamu wa afya wameona dalili kama kutapika, kikohozi kikali, maumivu ya kifua, kupumua kwa shida. Hali hii inaweza kusababisha ugonjwa unaoitwa chemical pneumonitis, ambao ni uvimbe wa mapafu unaosababishwa na kemikali. Mfano huu unaonyesha wazi kwamba mafuta ya taa si salama kuingia mwilini. Katika shule nyingi, mwanafunzi mmoja anaweza kusema, nimeambiwa jikoni wanaweka mafuta ya taa kidogo kwenye chakula.
Wanafunzi wengine wanaposikia kauli hiyo wanaanza kuamini hata bila ushahidi. Baada ya muda, wanafunzi wengi wanarudia hadithi hiyo hadi inakuwa kama ukweli na kusambaa uvumi. Hii ni mfano wa saikolojia ya uvumi wa kijamii, ambapo watu wanaamini jambo kwa sababu wengi wanasema hivyo. Uchovu wa mwili na kupungua kwa miamko. Fikiria mwanafunzi anayefanya shughuli hizi kila siku: masomo ya darasani masaa 7, michezo ya mpira, mazoezi ya gwaride, kusoma usiku. Mwili wake unatumia nishati nyingi. Wakati mwili umechoka, ubongo huweka nguvu zaidi kwenye kupumzika na kupona badala ya miamko ya kingono. Hivyo kupungua kwa miamko mara nyingi kunatokana na uchovu wa mwili, si kemikali kwenye chakula kama uvumi huo unavyosambaa katika jamii. Madhara ya kiafya kama mafuta ya taa yangewekwa kwenye chakula. Ikiwa mtu angeweka mafuta ya taa kwenye chakula, madhara yanaweza kuwa makubwa. Namba 1, madhara kwenye tumbo. Kemikali hizi zinaweza kusababisha kichefuchefu, kutapika, maumivu ya tumbo, kuharisha. Na namba 2, madhara kwenye mapafu. Mafuta ya taa yanaweza kuingia kwenye mapafu na kusababisha kikohozi, kupumua kwa shida, maumivu ya kifua. Namba 3, madhara kwenye mfumo wa neva. Dalili zinaweza kuwa kizunguzungu, usingizi mwingi, kuchanganyikiwa katika hali mbaya. Mtu anaweza kupoteza fahamu. Namba 4, madhara kwenye ini na figo. Ini na figo husaidia kusafisha sumu mwilini. Kemikali hatari zinaweza kuharibu ini, kuathiri figo, kusababisha sumu mwilini. Kwa nini uvumi huu unaendelea kuwepo? Sababu kuu ni ukosefu wa elimu sahihi ya afya, hadithi za wanafunzi wa zamani, imani za kijamii, kutafuta maelezo rahisi kwa mabadiliko ya mwili. Watu wanapokosa maelezo ya kisayansi, mara nyingi hutengeneza maelezo ya kubahatisha. Njia salama za kusaidia vijana kudhibiti miamko. Wataalamu wa afya wanashauri njia zifuatazo: elimu ya afya ya uzazi, kuwafundisha vijana kuhusu balehe. Hii itawasaidia sana ili kuweza kujikinga na mapenzi ya utotoni yanayosababishwa na balehe, hivyo kupelekea mimba za utotoni na kuleta athari katika afya yao na future yao kiujumla. Mabadiliko ya mwili, kujitambua, ushauri na saha. Walimu au wataalamu wa saikolojia wanaweza kuwasaidia vijana kuelewa hisia zao. Michezo na shughuli za mwili. Michezo na kutumia nguvu za mwili. Ratiba nzuri ya shule. Ratiba yenye shughuli nyingi husaidia wanafunzi kuwa na nidhamu ya maisha. Kitaalamu na kisayansi, hakuna ushahidi unaothibitisha kwamba mafuta ya taa yanaweza kupunguza miamko ya kingono. Badala yake, kemikali hii inaweza kusababisha madhara makubwa kwa afya ya binadamu ikiwa itaingia mwilini kupitia chakula. Kupungua kwa miamko ya kingono kwa wanafunzi wa bweni mara nyingi hutokana na ratiba ngumu ya shule, uchovu wa mwili, mazingira ya shule, saikolojia ya maisha ya bweni. Njia sahihi ya kushughulikia changamoto za vijana si kutumia kemikali ya hatari,
bali ni elimu sahihi, ushauri nasaha na maelezo na malezi bora. Natumai umejifunza kitu kipya leo. Usisahau kusubscribe, like, comment, share na bofya alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kila tunapoweka video mpya. Ungependa tuzungumzie nini kutoka katika mada ijayo?